Mungu atusaidie sana. Amen. Haleluya. Pata washirika kama hao. Niuliza leo mchungaji, pata washirika kama hao 5 tu, kitabu kinaota. Haleluya. Lakini hata kwetu sisi inawezekana. Haleluya. Inawezekana. Inawezekana kabisa. Inawezekana. Nilienda sehemu moja nikakuta watumishi wa Mungu wamejipanga kwa ajili ya utumishi. Anasema si utumishi tu, tunaweka alama hata tutakapoondoka basi tukumbukwe. Ambia mchungaji, tulia. Bili ya umeme ni ya kwangu mimi, ya kwetu sisi hapa. Ni kupangana tu. Mwezi huu kalipa nani? Mwezi huu kalipa nani? Mwezi huu kalipa nani? Unaonaje huu utumishi? Unaonaje huu utumishi? Ila unauma 10,000 kwa mwezi. 10,000 kwa mwezi. Mungu atusaidie sana. Amen. Lakini huo ndio utumishi. Utumishi ni lazima uone hitaji. Wewe ni mtumishi wa Mungu, usije tu kakaa. Unafika hapa unakaa. Unaamka unarudi. Unakuja hapa unakaa. Unaamka unarudi. Huoni kitu chochote cha kufanya. Hapana. Huo sio kweli. Yesu hajakuita kwa ajili ya hilo. Amekuita uje hapa akutazamishe ya kwamba mazingira haya yako vipi na anatakiwa yawe vipi na nani anafanya. Ni mimi. Haleluya. Ni wewe hivyo ulivyo, ni kijana hivyo hivyo, ni mzee hivyo hivyo. Hakuna mshirika anayesema mimi huyu ni mchanga, huyu hafai, huyu hawezi. Hapana. Huyu ni mzaifu. Kama nilisikia hapa, sio kisaifa kiendi wapi jamani? Mbinguni. Haleluya. Bwana, sasa wewe ule mchango ule utoe. Umekaa tu mpaka umezoeleka. Isha hapo. Ule acha kwanza. Ule tutapanga tena. Eti jamani kwa. Na si wachungaji watumishi wa Mungu. Mimi niseme haleluya. Haleluya. Amen. Kuna hekima fulani lakini sio nzuri, lakini ni nzuri. Ili wewe usife. Wewe usimwache Yesu. Uendelee hivyo hivyo mpaka Yesu aje apague kama wewe ni gugu. Wewe ni gugu. Wangapi wanataka hivyo? Tuwatumishi. Haleluya. Kama utaki hivyo uwe mtumishi. Wewe unafanya kitu. Hebu anza kufanya kitu. Hebu anza kutumika. Hebu anza kuonekana ya kwamba upo, na hapa haupo kwa bahati mbaya. Upo kwa sababu Yesu ameona ni vyema wewe uwepo mahali hapa. Amen. Haleluya. Amen. Yesu ameona hivyo. Mimi karibu mara 3 nakutana na watumishi wananiambia, Bwana wewe uko kichangani, kwa nini unapenda huko? Uko mbugani, polini, uko kwenye maji. Mpaka ufuke maji ndio uje mjini. Wewe njoo tu. Unakuja tu unafungua. Bwana huku mjini sehemu nyingi unafungua. Ninasema Yesu amesema na mimi niwepo huko. Ili Yesu akiangalia huko aone yuko Samueli huko. Kama kuna watu huko wanataka kuokoka, anaambia nendeni kwa Samueli yuko huko. Naona na wewe hivyo hapa. Haleluya. Hajakuweka kibahati mbaya. Hajaweka kwa kubahatisha. Hapana. Ni wewe unataka kujiweka kwa kujibahatisha. Hebu jiweke kwa kujiamini. Hebu jiweke kwa ukamili kamili ya kwamba mimi ndiye yule mtumishi wa mahali hapa. Haleluya. Na sio tu kwa maneno, kwa matendo. Kwa matendo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Utumishi. Yule mama akafanya akaweka alama. Mpaka leo tunajifunza kutokana na zile yale matendo yake aliyofanya. Tunajifunza. Lakini hata sisi kama nafasi imeisha ya kusema tutaandika kwenye Biblia, lakini zitasimuliwa. Amen. Haleluya. Zitasimuliwa. Zitasimuliwa. Katika utumishi huu
wa kuweka alama. Kuna mambo makuu kana angalia ya kuzingatia. Kana angalia mambo ya kuzingatia. Kama mambo matatu hivi. Jambo la kwanza ni kusimamia kwa hekima na kwa uangalifu nafasi yako ya utumishi. Kusimamia. Bwana Yesu asifiwe sana. Unajua wokovu wangu mimi ni nini nitakuwa nisimamie? Sawa jamani? Utumishi wangu mimi ni mimi mwenyewe nitakiwa nisimamie. Utoaji wangu mimi ni mimi ambaye natakiwa nisimamie. Unaweza kufika hapo kakato. Nani anajua una pesa au hauna pesa? Eti jamani, kuna mtu atajua hapo? Hamna, lakini wewe ni shahidi, utakuwa unajua ya kwamba nina pesa au leo sina pesa. Siku ambayo una pesa, basi hebu jisimamie hiyo pesa yako itumike kwa Bwana. Isimamie. Hebu isimamie tena kwa hekima. Kwa nini kwa hekima? Kwa sababu Mungu amekupa uwe hivyo kama ulivyo. Amina. Mungu amekupa uwe hivyo kama ulivyo. Hivyo kama wewe ni mkulima, amekupa hivyo wewe ni mkulima. Na katika huo ukulima hutakosa mavuno. Lazima utapata mavuno. Kama wewe ni mfanyakazi, Mungu amekupa uwe hivyo mfanyakazi. Katika hilo basi wewe sasa hebu jisimamie mtumishi wa Mungu. Iwe katika vingi, iwe katika vichache. Lakini natakiwa ujisimamie kwa hekima. Haleluya. Maana Mungu anajua amekupa hiyo kazi unapata kiwango gani. Anajua amekupa huu utumishi una uwezo gani wa kusimama na kusimamia huo utumishi wako. Kuna utumishi wa kuimba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mungu abariki sana waimbaji waimba vizuri. Mungu ambariki sana mtumishi wa Mungu ambaye anatuweka live. Ni kitu ambacho Mungu ameweka ndani yako. Tunaona hatuoni? Wewe wenzangu nawaza nini? Mungu atusaidie sana. Amen. Hebu waza kitu. Hebu kaa ukijua kwamba mimi hiki nimepewa, inatakiwa nikisimamie ili kionekane, kijanue, kifanye kazi. Hata siku moja wakumbuke tulikuwa na yule mtumishi wa Mungu, alikuwa anaimba kwaya, alikuwa ni mzee lakini aliimba. Tulikuwa na yule mtumishi wa Mungu, alikuwa anajitoa, alikuwa na uwezo, alikuwa na cheo, alikuwa na mfanyakazi lakini alikuwa anajitoa. Tunakumbuka. Hiyo ndio alama. Lakini sio kwamba tujutie. Mungu atusaidie sana. Najua watu wengine wanapenda sana mpaka watu wajutie. Yaani hapa tunafanya kazi hapa wengi. Lakini wafanya hawana hata haleluya. Ushajifunza asubuhi. Tusiseme mabaya, tuseme mazuri. Sawa jamani. Lakini na sisi natakiwa tutende mazuri. Hebu fanya mazuri ili watu waseme vizuri. Hebu fanya mazuri ili watu waone mazuri. Haleluya. Simamia hiyo nafasi. Simamia kwa hekima na kwa uangalifu. Uangalifu lazima uwepo. Hii tutaona katika Wakorintho wa pili sura ile ya 8 mstari wa 20 hadi 21. Wakorintho wa pili sura ile ya 8 mstari wa 20 hadi 21. Simamia. Kisoma pale unakuta wakina Paulo wanazungumza. Paulo anasema kwa ajili ya yale makanisa ambaye yalikuwa yanamsapoti kwa ajili ya uisheni. Yalikuwa yanamsapoti kwa ajili ya ule utumishi. Unajua Paulo alikuwa ni mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amempa kipawa cha kuwahubiri watu wa mataifa. Watu ambaye hawajaokoka kabisa. Pitia huyu mtumishi wa Mungu neema ndio ikaja kwetu sisi. Ndio maana leo sisi tumeokoka. Lakini wokovu huu wakati Yesu anasema ulikuwa ni kwa ajili ya Wayahudi tu.
Na watu ambao wanaiponda injili utakuta anasema nyinyi ni waongo. Biblia inasema wokovu ni wa Wayahudi tu. Wewe Myahudi, mbona wewe Mdamba, mbona wewe Mdema, Mhehe, wewe Masai? Yupo mtumishi wa Mungu ambaye alisema mimi nimepewa hiki na hiki nitakifikisha huko. Akaenda kakifikisha, ambaye ndio Paulo, na neema hiyo ikafika kwetu sisi. Leo sisi tumeokoka. Haleluya. Bwana Yesu atusaidie sana. Haleluya.